watumia hela kula si watumii. Mke wangu kazi zimenibana. Ndio hivyo, kwa hiyo tafadhali usinipigie simu. Muda mwingine anakuwa niko na mabosi ofisini unapiga simu Na unajua sisi kazi zetu hizi simu hizi za hatari sana, zinahatarisha kazi yetu. Nadhani umenielewa. Sawa? Nikiwa na shida na wewe, nitakupigia simu mimi. Nitakapokupigia simu kama una shida zako, ndio utakaposema shida zako na wewe. Usinipigie tena simu. Tunaelewana Wanawake wengine bwana hawa. Sio wana akili gani? Waniache kwanza mimi ni enjoy maisha huko. Nile maisha sasa hivi. Ndio maisha. Wewe kana ndoto wako huko. Nikijisikia kukuhudumia nitakuhudumia. Vinginevyo utajua mwenyewe na maisha. Mke wangu. Umeona nywele ilivyokuwa nzuri, si ndio? Sasa nywele nataka nikainunue, nikusuke ili upendeze. Siku moja naye kidogo uonekane ngali shoga yangu. Basi ucheke, mbona umenuna? Au hujaipenda nywele? Basi nakuangalizia nywele nyingine. Kuna nywele nyingine nayo imetoka nzuri. Naona mtu na mdogo wake mnabadilishana mawazo. Tunapiga story. Hiyo ndo mzuri hiyo. Unajua bwana, katika maisha hakuna kitu kizuri kama kuwa na amani ya moyo. Hiyo ni nzuri sana katika maisha yetu ya sasa hivi. Lea, Dabonge, safari yangu imekaribia. Kama nilivyowaambia, natakiwa nisafiri. Kuna kazi nakwenda kuifanya. Kwa hiyo siku mbili hizi sitakuwepo hapa nyumbani. Ombi langu kwa upande wenu, naombeni muishi kwa amani, mpendane, palipokuwa na shida msaidiane, na hata ikitokea mmoja wenu akamkosea mwenzake, basi muwe wanyenyekevu kwa ajili ya kuombana misamaha. Huo ndo usia wangu kwenu. Naombeni sana mbaki salama. Yaani usiwe na wasiwasi kabisa. Kila kitu kiko sawa. Mimi nakaa vizuri tu na dada yangu. Kwa hamna kinachoharibika. Nashukuru kusikia hivyo. Dabonge. Haya, ubaki salama ndugu yangu. Naomba unisikilize Wengedele. Mume wangu ndo keshaondoka. Sasa nimebaki mama mwenye nyumba. Mother house. Yaani kila kitu kanikabidhi mimi hapa. Mke wake ndo kaniachia majukumu yote ya hii nyumba. Kwa kuanzia kula yako, sijui umeshindaje, najua mimi. Sawa? Alafu kingine, sitaki kupangiwa chochote kile, kwa sababu mimi ndo final say. Yaani ninachosema mimi unabidi ukifate. Sijui unanielewa bidada? Unanisikiliza? Wewe ndio utumbua macho hivyo, ila najua unanisikia. Kwa mimi ndo nitaamua unakula nini, nitaamua chochote kile. Sitaki kupingwa. Sawa? Yaani sitaki kabisa unipinge kwa kitu chochote kile. Nesi, tumeelewana. Sawa, nimekusikiliza madam. Sasa mchana ndo huo ushapita. Saa hizi jioni tunakula nini? Mimi njaa inaniuma mwenzio. Na meza vidonge vikali. Umeona sasa? Ushaanza kunipinga. Mimi ndo kusema nini hapa? Si nimekwambia hivi, ninachokisema mimi ndo kifuatwe. Na ninachoamua mimi ndo kifuatwe. Kwa mimi ndo nitaamua kula mchana kupo au akupo. Afu ni mtu mzima. Afu mbona endekeza kula wewe? Yaani umekaa kiulo muda wote, yani unaanza kula tu. Jamani. Sasa sikiliza, naomba unisikilize. Tena unisikize kwa umakini. Sasa hivi napita dash. Dash. Kula usiku,
Usiku wenyewe hadi nijisikie. Yaani hadi nikuone huruma. Ule au usile. Mimi naweza nikatoka zangu kaenda zangu kula vichipusi. Hapo ukaona mekaa zako tu hapa unaangalia nyumba ilivyojengwa imejengwaje. Tumeelewana eh? Sikiliza. Nenda zangu kulala mimi. Sawa? Shida zako ndogo ndogo utazimaliza wewe mwenyewe. Naomba usinisumbue. Yaani sitaki mimi muda wa kupumzika naanza kusikia lea. Sitaki. Sijui unataka nini? Jikongoje uende. Wewe sio mgonjwa. Sawa? Wewe ni mlemavu tu, tena wa viungo, lakini sio mgonjwa. Wale mavu wenzako hapo huko wenzako wanajikongoja, anaenda hadi barabarani huko anaenda kujitafutia. Kwa hiyo wewe hauna ulemavu huo. Kwa hiyo unaweza kujisaidia tu, unaweza. Kwa hiyo sitaki kusumbuana mimi. Yaani sitaki unipekelo jamani, sitaki. Sawa? Nimemaliza. Mume wangu. Na mke wangu. Ulikuwa wapi? Muda mwingi sana nakutafuta sikuoni. Kweli unajua nyumba kubwa hii. Naweza nikajificha usinione lakini usiofu. Nilikuwa tu hapo nyuma hapo. Unajua kipindi kile umetoka tu. Na mimi kuna simu kidogo ya ofisi ikaingia. Kwa hiyo sasa unajua sisi kazi zetu hizi muda mwingine simu zinatisha. Kwa hiyo na wewe nakujua mke wako. Unajua muoga sana. Sasa pale inawezekana ikaja taarifa bwana kuna watu wametekwa huko siku na jari tayari na mimi natakiwa niende ofisini na ndio yenyewe mpya unaweza ukashtuka bure kasa mume wangu lakini amani tu sana wasiwasi. Simu ya kawaida tu ananipa hongera kwa kufunga ndoa. Bosi wangu kwa ananipa hongera. Sasa mbona kuniita tupokee hizo hongera out? Na ndio nilikuwa nakuja ndani kumwambia bwana bosi kanipa hongera. Wewe mume wangu bora umeonyesha maelezo kisicho. Kwa hiyo una wasiwasi gani? Wewe haya. Tony baba. Tony mwacha ndani. Labda mimi nikuulize wewe kidogo unanipa mashaka ulipopendeza afu na kuna na kamkoba wapi tena? Sokoni. Nataka niende tu hapa jirani tu kwenye Kigenge kuna vitu naenda kuangalia. Sorry, supermarket. Bana hivyo vitu ninavyohitaji hapa vipo. Inabidi nivuke ng'ambo kidogo. Sokoni namna hiyo umependeza kama hivi? Jamani bora niko simple sana mume wangu. Okay, hakuna tatizo. Una imani na mimi tena? Hapana. Naomba nikusindikize. Asa mume wangu ukinisindikiza kuna surprise tena hapo. Naenda kufanya maandalizi ya kukupikia hicho nilichokusudia kukupikia. Sasa utakuwa ushajua. Kweli. Hapo nikikusindikiza kutoka kuna surprise yoyote. Na surprise ni kumshtua mtu kwa kitu ambacho hajakitarajia akijui. Kwa hiyo nimekuruhusu nenda. Na mimi hapa nabaki na mwanangu Tony. Tunakuandalia surprise moja usiku wa leo ambayo utakuja kuhesabu katika maisha yako yote. Okay baby. Take care. Ehe, dada. Lole ambao uko unamhitaji ndio yule pale. Kumbe ndio kile, ndio yule pale. Haya twende tumfuate. Ndio tunamfuatilia dada. Haraka nini? Hebu twende bwana. Ah, twende.
Lea. Sikiliza Dalicho. We nini umeanza? Sikiliza Dalicho. Tukisema tuendelee kumfuatilia tutafeli. Hapa tukimfuatilia tunaweza tukamfuatilia wewe mpaka kwenye mambo yake tutafika, au kama anaenda kwao tutafika na hamna cha maana na hatutompata. Muona njia ambayo anakwenda Lole. Hii inaenda mpaka hapo kati hapo. Na umeona hii fence inazunguka mpaka hapo kati pia. Umeona? Kwa hiyo wewe hii fence zunguka nayo mpaka hapo kati. Utakutana naye tu. Utakutana naye katika kati. Baada ya kukutana naye ndio utazungumza naye. Hicho kitu ambacho unanificha mimi utazungumza naye. Acha mimi niende, wewe pita hivi. Si ushaelewa? Yaani Raji, unajua ndio maana nikaongozana na wewe. Kwa sababu una akili sana. Sasa nisikize nikwambie. Wewe nenda nyumbani. Mimi naenda kukutana naye na lazima atakuja naye nyumbani. Sawa dada, ilo usahau chips zangu. Habari yako Dabonge? Lea, upo sawa? Niko sawa. Mnaendeleaje lakini? Si hatujambo. Tupo wazima kama unavyotuona. Mbona ulisema unaondoka? Mbona umewahi kurudi? Vipi? Kuna mambo kidogo hajakaa sawa. Na ndio maana nimewahi kurudi. Lakini siku mbili hizi zinaweza nikaondoka tena. Hujaona kitu chochote kile? Hujaona. Hapana, mimi sijaona chochote. Mbona nikikuangalia kama hauko sawa? Una matatizo gani? Hamna, mimi niko sawa. Nilimletea tu dada maji alikokuwa anataka nawe uso. Nikamletea maji aliniagiza. Basi sawa. Mimi nishafika hivyo. Basi mimi kwa niingie ndani nikalale, nikapumzike. Dada vipi? Mbona umeondoka ghafla? Mungu tu umenishtuka. Umeumia sana? Umenishtuka na unaniuma. Yaani tasijui nini shida. Sasa tutafanyaje? Yaani tasielewa, sina hata mtu wa kunisaidia. Kwa hiyo kwako ni wapi? Sio mbali hapo kati. Sijui naweza nikakupeleka. Nitashukuru sana mdogo wangu, mguu unaniuma sana. Pole. Dada Bonge, unaendeleaje? Nashukuru Mungu. Umefika na umeyaona nilokuwa nafanyiwa.
Nimeona yapi? Unajua, wakati naingia hapa nimeona kabisa kwamba mnaishi kwa upendo, na sasa hivi anakutumikia mpaka maji ya kunawa uso amekuletea vizuri, na umenawa uso wako umetakata. Haya niliyoyaona mimi ni yapi zaidi ya haya ambayo nakuambia? Kwani kuna kitu kibaya kingine ambacho amekifanya huyu binti? Mayele, unaingia kabisa, unaona mimi namwagiwa maji afu unasema mimi nanawa uso? Kweli? Hivi namna hii nimeloa hivi niguse hii nguo, unasema mimi nanawa uso nimelala? Kweli Mayele? Mimi nahisi wewe na huyu dada kuna kitu mmekipanga. Nahisi kabisa kuna kitu mmekipanga. Yaani wewe unakaa unanizuga mimi Mayele. Nimechoka. Nimechoka Mayele. Hata mimi juu ya hili nimechoka dada Bonge. Yaani hata kama mtoto wa watu humtaki, ila sio kwa staili hii. Lakini ni bora uongee mapema. Sio kila kukicha likitoka hili linaingia hili. Wewe ni binadamu wa design gani? Tumefanya mpaka mchezo. Nimekaa barabarani napigwa na jua kama chizi kwa sababu yako, ili kusudi tufanye research. Haya research mwe inatokea Pwani. Yaani kama mwe ustendi pale, wauza maji jamani waheshimiwe barabarani. Waheshimiwe kweli. Jua limenigonga la utosini mpaka naona kama akili zinaruka. Ukizingatia na mfukoni mwangu wala 100. Nazidi kuvurugwa. Alafu unakuja kuniambia tena na kunyanyasa. Kama umtaki binti wa watu, niambie, nimwambie aondoke. Ndio simtaki. Ndio simtaki. Kwa staili simtaki, atakuja kunitilia sumu. Simtaki. Nayapitia na yajua mimi. Wewe hujui chochote. Yaani unakuja kabisa unaona maji, mimi namwagiwa maji hapa. Unasema hujaona kitu? Hapana. Hapa kuna kitu. Hapa kuna kitu Mayele. Hakuna kutengeneza hapa, kubomoa. Sasa kitu gani jamani? Kitu gani hapa? Umemwagiwa maji yapi ya uzazi au? Nachoka mimi jamani. Hata kama unaona wewe Dabonge. Hebu unanitonesha. Basi taratibu. Unaongea sana. Nimechoka Mayele, naumia kwa kila engo. Basi mimi nitazungumza naye tena huyo binti, lakini nitakuwa naongea naye mpaka basi ondoke tu bana. Usiongee naye, mwache. Sitaki. Kwa sababu mimi naonekana poyoyo, sitaki. Vipi? Mbona umesimama? Wewe ndo unaishi hapa? Naishi hapa. Kwa nini? Unapafahamu? Mimi nilikuwa naishi hapa zamani, lakini muda mrefu kidogo. Sasa nashangaa unaniambia unaishi hapa. Lakini mimi hapa ni kwangu. Na hii nyumba nimenunua. Ina maana kama ulikuwa unaishi hapa wewe ni muda mrefu, wewe tuende, hamna shida. Kweli? Ni kwangu hapa, afu naishi na mvulana wangu wa kazi. Kwa hamna shida yoyote, twende. Kwa na amani, sawa? Sababu kuniacha hapa mimi siwezi kutembea. Hata niingiza nani ndani? Nisaidie tu kwenda ndani. Basi ngoja twende.